kama utafanikiwa kupata chochote, isubiri mpaka nirudi. Wanasema mali haziekeki na shida huwa haziishi. Kwa hiyo kuepuka lawama, wewe utakachokipata, nenda nyumbani kamwachie mke wangu, kwani ndio mtu pekee ambaye namwamini katika ulimwengu. Sina mtu mwingine. Bro, hivi umekosa watu wa kuamini, unaamini wanawake? Kwa nini? Wanawake sio watu wa kuamini, haswa mke wako. Nahofia kuyaingilia mahusiano yenu, ila itabidi niingilie, kwa sababu isije siku kaja ukajua ukweli, alafu kaja ukajua kwa mimi nilikuwa na ujua ukweli, alafu nikawa sijakwambia. Bro, wanawake sio watu wa kuamini, afu isitoshe mkeo anakusaliti. Mchezo wa ajabu, kuchanga michanga karamba karasa, ni ajabu, kila ninachofanya kwake ni makosa. Asante mke wangu. Na wewe pia ni shoga yako? Hamna, udugu wangu tu. Hongera. Njoo ndani na mazungumzo naye. Basi. Udugu, mimi ninavyopenda maendeleo yenu, sitaki kabisa kuachanisha. Umeelewa udugu? Itarudi baadaye. Usio na wasiwasi, mimi si nipo mweza kumpa udugu. Unijui mpaka tusikiwe udugu. Acha niende. Lakini si hivyo, niambia kidogo. Abe mume wangu. Naomba simu yako. Naomba simu yako. Una shida gani? Tangu kuna wakati tunakuwa marafiki wazuri tunaongea kwa furaha, tunafurahi. Ninachokwambia unakuwa unanielewa. Lakini kuna wakati sijui unakutana nini mke wangu. Kuna wakati sijui unawaza nini mke wangu. Sijui unafikiria nini. Nikwambia pita kushoto unapita kulia. Nikwambia sitaki ukae unakaa. Yaani unakuwa unafanya vitu tofauti na ninachokwambia. Hivi ni kwa sababu gani? Mume wangu. Mbona sikuelewi leo? Una shida gani? Mwenye shida ni wewe mke wangu. Ni mara ngapi nimekatiza maziwa yale kauchimbe?
halafu unielewi wala unisikilizi. Ana faida sana kuliko mimi, si ndio? Unamsikiliza sana yeye kuliko mimi, si ndio? Sasa nikwambie, chukua hatima ya uzima wako kabla ya maradhi. Si umenielewa? Japokuwa wewe mwenyewe unasema unamwamini mkeo, lakini hicho kitu toa katika fikra zako. Wanawake sio watu wa kuamini kabisa, ndugu yangu. Kimonje, jaribu kukumbuka kuwa unamzungumzia hapa ni mke wangu wa ndoa kabisa. Kwa unapoongea upunguze ukali wa maneno. Yule ni mke wangu Kimonje. Una maana gani ukisema kuwa mke wangu ananisaliti? Ndugu yangu, na imani hichi ninachokiongea unakielewa vizuri, na imani unanisikia vitu ambavyo ninavizungumza. Yaani ninachosema mke wako anakusaliti, mimi namaanisha, sio kuwa naongea tu. Naomba unielewe kwa makini, mkeo anakusaliti. Basi sawa, mimi nimekuamini. Tuseme kwamba ndio hivyo, mke wangu sio mtu wa kumwamini, sio mtu wa kumheshimu, hapasi kuaminiwa, ananisaliti. Wewe unanishauri vipi? Kaka, wanawake wapo wengi mtaani, tena wazuri kushinda hata mke wako. Alafu mbona kuna watu wanakupenda, japokuwa wewe mwenyewe unawapitapita tu kushoto. Jaribu kuwapa nafasi. Mimi nishakwambia ukweli kila kitu. Kama utaniamini sawa, mimi nishakwambia bwana. Usije ukasema oh, Kimonje hujaniambia alafu ulikuwa unajua ukweli. Mimi ndio hivyo. Mimi nimemaliza. Sawa, mimi nimekuelewa. Na nikuahidi kitu kimoja tu. Mimi nikitoka hapa, iwe jua iwe mvua, yule mwanamke atakwenda kunieleza vizuri. Hivi leo atoke nyumbani kwangu kama nimfanye kichochote kibaya kile. Haiwezekani mimi sijamiza kichwa kwa ajili yake, na muamini na mheshimu na mthamini, alafu anakuja kunifanyia vitu vya ajabu kama hivi. Kimonje, asante. Mimi nimekuelewa sana. Sawa. Hapo itakuwa umeamua kama mwanaume. Sasa mimi natamani niende, maana toka asubuhi siyafanya mazingira yote ya msosi. Niende kidogo nikajipigie. Ila kuhusu swala la kazi ambao tumeizungumza, usijali. Mimi nitaifanya kwa weledi. Bila shaka yote wewe usiwazi chochote kuhusu kazi. Basi sawa, kuna shida. Basi poa, mimi natamani nikuache. Poa, nakuelewa. Poa, baadaye bwana. Baridi. Poa. Wewe ni binadamu, lakini wanasema akili ya kuambiwa changanya na yako. Lakini kwa nini Kimonje kanaambia maneno magumu kama haya? Ngoja nitulie tu. Wanasema kuwa riziki haifuti na mate, hivyo nisiogopi maneno ya watu. Kimonje ni mtu tu, wacha niafanyie uchunguzi. Amini nitapata jibu linalohitajika. Ila amejua kuni stress. Muda, mbona naangalia sana hivi, kuna shida gani? Hamna shida. Joy, kila siku unakuja humu ndani, tunakaa tunapiga story kisha unaondoka, lakini kuna jambo nimekwambia, naona kama unipatilizi hivi. Joy, kuna njaa ambayo nimekwambia mimi ninayo, na hakuna yoyote ambaye anaweza kutibu hii njaa isipokuwa wewe Joy. Naona kama hutaki kunipatiliza hivi Joy. Shida nini bwana? Muda, jambo lako inanifikirisha sana, nakosa raha, nakosa amani. Hadi kuna muda ndugu zangu wananiuliza mbona sina amani kwa sababu yako.
Nishakwambia, naomba univumilie, kila kitu kitakaa sawa. Kuvumilia sio tatizo Joy, lakini Joy, mimi nitaendelea kusubiri mpaka lini? Isitoshe mimi sina mtu mwingine zaidi yako, na kila siku unaponiambia niendelee kusubiri, na mimi natimiza wapi shida zangu Joy? Muda, mimi ni wako, usitaki kuniaminisha kwamba hakuna mapenzi ya kweli bila kufanya hicho kitendo. Joy, mapenzi ni safari ndefu, ina milima na mabonde, na tulipofikia mimi na wewe tupo kwenye jangwa Joy, na mimi nina kiu, na hakuna yoyote ambaye anaweza kukata kiu isipokuwa wewe. Mimi nakuamini sana na najua kuwa wewe unanipenda sana, tena sana tu, na mimi sio kama nataka penzi ili unithibitishie kuwa unanipenda. Hapana, najua na nakuamini kuwa unanipenda. Hii ni Joy, kila siku unavyokuja magetoni tunapiga tu story na kuondoka, hii kwangu inakuwa ni ngumu kwa sababu ninahisia na wewe Joy. Nielewe basi Joy hata kidogo. Naona umeamua kuniharibia siku yangu. Asante. Joy, elimpa kila kitu, so figo, so moyo, so maini, kila kitu mama, kila kitu. Salamu alaykum dada. Dada nakusalimia. Salamu alaykum. Wewe dada, kwema kweli? Ujui kunyamaziwa wewe? Mbona king'anya sana hivi? Tangia za kusalimia umepata nini? Au walipa mwenzetu? Samahani kama nimekosea. Nimekusalimia tu, sio kwa ubaya. Umenikosea sana tena haswa. Kaka. Mtaalamu Muda. Nimekaa hapa nikasema sasa koo limekauka kweli kweli. Bwana hapa wenye vyombo vyao wametoka hapa. Wewe jinywee tu. Wewe usikonde kaka. Bwana umekuja wakati mzuri, wakati mwafaka. Nyo nasema kwamba kama ni kwenye shughuli tena watu wameshafanya vitu vyao, watu kwa mfano watu Maulidi wale wameshasoma milango yote. Kwa unafika mzee, watu wanainuka. Sasa ukasema watu wanikimbia, ni hicho chaitwa kiamu. Yaani kile kiamu wauni wingi tunakuwa na kisubiria hicho. Maana baada ya kiamu kinachofuata watu wanarudi chini, yanafuata maakuli hapo. Kwa hiyo umekuja wakati wa kiamu ndugu yangu, muda wote tunatakiwa tule. Nitanguliza utani tu kama kawaida yangu, lakini na jambo linani stress sana. Linanipa mawazo, linanipa wakati mgumu. Kuna wakati sehemu ya kutumia brushi naweza nikatumia kijiko. Lakini yote ni mawazo ambayo nipo nayo katika akili. Jambo gani sasa kaka, mbali na kunyima raha kiasi hicho? Muda na changamoto. Changamoto yangu ni moja. Ingawaje Waswahili wanasema huwezi kumfahamu mtu kupitia maneno ya watu, hautomjua vizuri.
kwa hili linaloendelea nanipa wakati mgumu, kwamba naamini huenda ikawa moja kwa moja lina ukweli ndani yake. Kimonje ni mwenzetu, Kimonje ni kijana mwenzetu, ni ndugu yetu. Ila jana juzi ameniambia maneno magumu sana. Nakwambia wewe kama mtu wangu wa karibu, lakini sikupaswa kumwambia mtu yoyote yule ile jambo. Kwa hiyo nakuomba kaka, na wewe libaki katika nafsi yako ile kama siri. Muda Kimonje amenitamkia na amenidhihirishia kwamba mke wangu ananisaliti. Mke anakusaliti? Kwanza kaka, mimi nikupe pole. Nikupe pole kwa sababu jambo liloambiwa sio jambo jepesi, jambo zito sana. Pia nikupe hongera kwa sababu una moyo wa ustahimilivu. Hili jambo ungekuwa umeambiwa watu wengine tu, hizo ungekuwa ushachukua maamuzi mabaya, lakini mpaka unafikia hatua ya kuniita na kuomba ushauri, maana yake umekuwa na subira vizuri sana. Cha pili, mimi nitakuwa mtu wa mwisho sana kuamini kama kweli shemeji anakusaliti. So dakta, hata mimi naliwaza hilo hilo ndugu yangu. Kwani Kimonje ana ushahidi gani mpaka kaja kukufikishia hizi taarifa? Yeye ana ushahidi gani ambao kweli amethibitisha kwamba mkeo anakusaliti? Kaka, Kimonje hana ushahidi wowote alionipatia, isipokuwa tu ameniambia kwamba yeye anasema haya kwa sababu moja tu. Anasema asije yeye akaacha kunambia, ikafikia hatua mimi nikaja kufahamu ukweli, alafu nikajua kuwa naye alikuwa anajua huo ukweli muda mrefu, nitakuja kumwona mtu mbaya na nitamlaumu. Kwa hiyo imani yake anasema kwamba ametua mzigo wa lawama kwangu, na akanambia kwamba amenambia maneno hayo. Kwa hiyo kama nitakubali ni mimi, lakini kama nitakataa ni mimi. Lakini muda, mke wangu wewe unamfahamu. Mke wangu mimi nimetoka naye mbali sana, maisha yake nayafahamu, maisha yangu anayafahamu, lakini simuoni kabisa kwenye hivyo anavyosemekana. Kaka, simuoni. Labda mapenzi upofu, ndugu yako, enda ikawa sioni. Niambie kama kuna kitu unakiona, niambie tu muda kwamba kaka, kweli mke wako ana 1 2 3. Hebu niambie kile ambacho unahisi. Kwa kuwa amekwambia ufanye uchunguzi, mimi naona hili ndio swala la muhimu sasa. Usije ukafanya maamuzi bila kufanya uchunguzi. Hii itagharimu maisha yako. Endelea kuchunguza, na wakati unafanya uchunguzi hakikisha shemeji haelewi chochote. Usionyeshe mabadiliko yoyote kwamba kuna mabadiliko au kuna kitu chochote. Jitahidi sana kuficha hisia zako mpaka pale unapokamilisha uchunguzi. Nifuate, kisha tujadili namna gani tunafanya, namna gani tunasolve. Lakini mimi naamini shemeji hawezi kufanya hivyo, hawezi kukusaliti. Muda, unajua wewe ni mfupi lakini una mawazo marefu, lakini pia ni mweusi ila mwenye fikra nyeupe kabisa. Mimi nimekuelewa sana ndugu yangu, nimekuelewa sana, na kusema la kweli sikutegemea majibu na ushauri ulionipa. Nilitegemea nitaupata kwa wahenga, nikimaanisha wazee waliotuzidi umri, lakini leo kijana mwenzangu kama wewe umenishauri ushauri mzuri sana. Kwa hiyo asante sana. Wanasema ufupi sio ugonjwa, wala ufupi sio kilema. Mtu kajaliwa ufupi lakini kajaliwa maarifa marefu. Kwa hivyo mimi nashukuru pia kwa sababu umenisikiliza mawazo yangu na umesema utafanyia kazi. Sio wote ambao unawapa ushauri na wanasikiliza ushauri. Nikushukuru sana kwa kusikiliza ushauri wangu na umeniambia kwamba ututendea kazi, ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo usije kufanya maamuzi ya kufanya uchunguzi kaka. Tuliza kichwa. Sawa Muda, mimi nimeshukuru bwana, nimekuelewa sana kaka. Unajua ukisema wewe mimi nimeelewa. Kwa hiyo hiyo imeisha.
Kimonje, una taarifa gani muhimu? Maana umenishtua sana, kwa sababu mimi na wewe hatuna makubaliano kukutana. Bwana, nimeichanga karata yangu ipasavyo, na kama nitalamba galasa basi jokeli. Unamaanisha nini kusema hivyo? Mbona unaongea kwa mafumbo sana? Hebu nifafanulie nielewe. Nasla, na kuita mara 3. Unaweza usiuone uwezo wangu kupitia sura, ila vitendo vyangu vikadhihirisha hilo. Bwana, hivi ninavyokwambia, nimemjaza Mwanyilo upepo kiasi ambacho kwamba anakwenda kumfukuza mkewe kama mbwa. Kweli? Wow. Dakika za jioni nakuja kupata taarifa muhimu na za msingi. Aje ningeenda kula, ningepata wapi taarifa muhimu kama hizi? Sasa hakuna cha kupoteza hapa, niende moja kwa moja kwa udugu wangu nikampe pole. Tena hakuna cha kusubiri, naenda sasa hivi. Karata. Mchezo wa ajabu, kuchanga imechanga karamba karasa, ni ajabu, kila nachofanya kwake ni makosa. Mola wangu unihurumie, mateso nimechoka, angara